sana ni manamba. Nikiwaambia ni manamba wanaweza kafikiri na watukana. Ni manamba kwa sababu hawajaelewa kwamba dini ni kitu ambacho hakijaletwa na mtu mpumbavu. Dini ni kitu kililetwa na mtu mwenye utimamu kabisa mkubwa wa akili. Kwanza kuna mbinu ambazo zinatumika katika kufundishia dini. Yaani wana mbinu tofauti tofauti. Kwa ili kuwalisha naweza nikakutajia tu mbinu hata 5 au 6 hivi za haraka haraka, lakini mbinu zipo nyingi. Cha kwanza kuna mbinu moja tunaita the law of repetition. The law of repetition ni ile kurudia rudia. Kitu kinajirudia. Ndo nasikia swala 5. Kwa mfano Wakristo wakienda Mungu Baba, si swala ya kula. Sala baba yetu hiyo mbinguni. Hiyo ni repetition. Yaani kitu wana roho ya kisaikolojia kwamba kitu kikirudia rudia kinakukaa sana kwenye akili. Kingine tuna symbolic language. Symbolic language. Unasema kwamba kinakukaa kwenye akili au unasema kinakaa kwenye neurons zako? Yaani kinaendesha mfumo wako wote, hisia zako, akili pote. Yaani ukiambia usikii uone. Usikii uone. Sasa hiyo ndo wanakupandikiza, hizo tunaita religious dogma. Kitu kingine nimesema ni symbolic language. Symbolic language ni lugha ya kipicha ambayo ndo wanatumia Mungu Baba, Mungu Mwana, sijui Maria Mtakatifu. Sio, unanipata? Hizo ni symbolic, yani ni lugha za kipicha ambazo akili ya mwanadamu bila kutumia picha haiwezi kaelewa. Na kweli. Ndo hizo si Gomora, si Sodoma na Gomora, ndo unasikia hayo makiti. Nyingine inaitwa fear and rewards. Fear and rewards ni mbinu ya ufundishaji wa dini kukae, ambao fear and rewards, fear ni matisho, wanakupa vitisho, wanakupandikizia hofu. Alafu rewards tena wanakuahidi. Kwa maana wanakuambia kuna moto, alafu wanakuahidi kwamba kuna mtu ambaye anaweza akasababisha usichomwe moto. Yesu Kristo. Yes, hiyo ndo tunaita fear and rewards. Ni mbinu ya ufundishaji. Sasa mimi ninavyowaambia kwamba dini si kitu, wanafikiri kwamba mimi ninaongea tu labda